nani? Ni watu wachache sana ambao unaweza ukasema unaweza ukawatengenezea mazingira ya kuwatoa. Sababu kikiangalia kikosi kilivyo, mfano kule mbele yuko Kitambala, yuko Ngita, yuko na bwana mdogo aliyetokea Coastal Union alikipiga kweli kweli Soap. Sasa kwa Soap yule mimi ndio ananipa mashaka, sio yule wa Coastal Union. Ingawa ni mchezaji mzuri sana mwepesi. Kwa hawa washambuliaji watatu wa kikosi cha Coastal Union cha Azam, Soap huyu ni mzawa, lakini naona kama anazidiwa sana kiwango na Suleiman Idinado. Manake Soap tungeangalia namna kushauri management kwamba kama kuna sehemu tunaweza tukampunguza huyu tukatafuta mzawa mwingine ambaye ni mzuri, inaweza ikawa ni nzuri. Naomba nisemeni hapo. Soap unadhani kitu ambacho kimemsumbua msimu huu kwamba sionekane zaidi ni injury ambayo alipata mwanzoni. Yaani Soap bwana ni mchezaji mzuri sana. Ila injury ambayo alipata ndio imemfanya msimu huu asionekane kama. Unajua Azam ina wachezaji wengi bora sana Sasa wazao ukimzungumza Idinado moja kati ya nyota hatari sana. Unakuja kwa mfano hizi fullback zao hizi Pascal Msindo na Usajo Mwaikenda. Modern fullbacks ni watu ambao wanacheza vizuri. Njoo eneo la katikati, Midi Mao, James Akaminko. Unatoaje watu? Kwa hiyo wakati nazungumza kwamba mtu pekee wa kwanza ambaye mimi ananipa mashaka tunasema enough is enough, imetosha, alitakiwa kuondoshwa kwenye kikosi Soap. Lakini eneo la backline Lamek Lawi, Twalib, Fuentes, Yolo ni madefenders wanne. Fuentes huyu unamjua mimi? Ambao anataka kuondoka. Ambao hawa nimesema ni madefender wanne. Ambao bahati mbaya kwenye kikosi cha Azam karibu wote wanapewa, yani kila mtu anapewa nafasi. Sasa unapoambiwa upunguze kwa sababu kwenye kila mechi unashangaa kuna mtu mwalimu anakuwa anaondoka na wawili, wote wanafanya kazi nzuri. Na moja ya kazi iliyofanywa juzi vizuri sana alifanya Lamek Lawi, na hisi atakuja kuifanya tena Simba wajiandae. Alifanya wakati wanacheza na Dar es Salaam Young Africans Mwanza pale. Eneo la defending side bado naona hao wote ni wazuri kwenye ligi ya ndani, wanaweza kupambana na kila kitu kikaenda. Eneo la goalkeeping Manula, Foba, Fofana. Unamtoa nani? Wote wana uzoefu, wanafanya kazi nzuri. Toa huyo aliyotoka Sudani. Huyu Fofana. Kwa nini unamtoa Fofana? Apate chance ya kutumika sana. Mimi nisingemtoa. Sasa Fofana ni bora mno. Kama wewe usingemtoa, subiri sajili huu malizike. Kama wewe hutomtoa, subiri dirisha hili. Mimi nambakiza. Fofana amedaka mechi ngapi kwa sasa? Mechi mfano zile za kimataifa alidaka sana. Yaani ukiachana za mataifa hizo ndani. Kwenye ligi Manula Foba. Manula? Foba kwa nini Manula Foba? Na hisi kiwango na wanafanya vizuri kwenye mechi. Sasa hata ningekuwa mimi kwa sababu kwanza yule ni wa kimataifa yule. Sasa unataka uwe na goalkeeper mwenye uzoefu na wa kimataifa. Ziko mechi zitakutaka uwe na mtu ambaye ana uzoefu. Mimi ningemfyekelea mbali. Unahisi Manula huyu anaweza kuenda tena zile pressure za tarutaru za zamani? Manula mzoefu sana. Manula mzoefu sana. Manula kashawashinda watu wengi, amekuja hapa kashawashinda sana. Kwa mimi hapa goalkeeper kwa sababu kile kumtoa simuoni kwenye milingoti mitatu kutokuonekana, simuoni kwamba ndio ubora huna. Yani wewe ukishaonekana kwamba kama huonekani site sio kwamba huwezi kufanya hiyo kazi. Sasa mwingine ni nafasi, yuko mtu fulani kwa muda huo kapewa afanye. Sasa kama kwa muda fulani kapewa mwingine utapisha kwa sababu hiyo. Hapana. Utapisha kwa sababu hiyo. Si umenielewa kanda? Kwa nini mtu kapewa kwamba hiyo site kuna mtu kapewa afanye kwa muda huo, sio kama wewe sio bora. Note hicho kitu. Dirisha usajili iko wazi. Tutakumbushana huko baadaye. Afu Azam si pale walisajili wachezaji kama watatu hivi wale kama walikuwa. Kwa hiyo kama Waarabu kutokea nani? Huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa. Azam mwenyewe anasajiliki tu. Wale wachezaji sijui walipotelea wapi. Anakuja Aberi na Aima. Kuna mchezaji hawa kigeni hawa. Umetaja Aberi, kuna Aberi pale Simba na yeye ningemtoa. Kuna Aberi. Fundi mmoja ragula kushoto. Huyu sio. Narudia pale umetaja Aberi, kuna mtu mmoja tu Aberi Simba ningemtoa. Kachukua yeye na Amos kule Pamba. Goalkeeper kina Aberi
ni magolikipa wazawa ambao wanatakiwa kuwepo kwa mujibu wa kanuni ya sasa wewe ndani ya Simba. Sasa ukimtoa hiyo kanuni haina maana kwamba huwezi kutoka hata mwingine. Ndio, unamleta nani sasa? Ambaye ni mzuri. Kwani unamtoa Loembo unamleta nani? Loembo wa kimataifa. Yani wewe ulipomtoa Loembo unamleta nani? Sinamleta mchezaji mzuri zaidi. Sasa je, kwani hapo huwezi akitoka Beli wazuri hapo wengine hapa ligi kuu? Mbona likiko wazi kabisa hicho kitu. Unatoa mtu unaangalia mtu mwingine. Hapa kutosha kabisa hapa. So mimi kwenye kikosi cha Azam. Of course nimetaja majina mengi, nataka nimalizie tu kwenye jambo moja kwamba anayeweza akakichambua kikosi na akakipanga upya. Bahati nzuri ndio maana Ibenge walimbakiza kwenye timu ya Azam. Ni mwalimu pekee Ibenge ndio ana uwezo wa kuchambua wachezaji wa Azam, akajua afanye kazi na nani. Na ni miongoni mwa walimu ambao naweza nikasema bahati mbaya ama nzuri, Tanzania wamepewa mandate makubwa. Tanzania huwa hatuna walimu mameneja. Eti mwalimu anaweza akawa anahusika kwenye scout. Mara kadhaa, yani walimu wa Tanzania ni kule kuandaa timu ndani ya pitch. Mameneja nani anasajili unawaachia hawa viongozi ambao mara kadhaa wanafanya kazi hiyo. Ndani ya nchi yetu mpira unakwenda hivyo. Sasa kwa Azam ninavyomuona Ibenge amekuwa ni kama ana curiosity principle za kwamba kama tunataka twende sehemu fulani, basi nileteeni mchezaji fulani na fulani na fulani naweza nikafanya nao kazi. Maana yake na kwenye kikosi hiki cha Azam ambacho mimi nilikuwa nakichambua tena nimeishia njiani, na mwachie Ibenge. Nani atamtoa, nani atamuingiza, na anataka kutengeneza Azam ya namna gani msimu ujao. Huenda sasa Azam kwa walipofika wanatamani kuwa mabingwa wa ligi kuu. Wamechoka kushika nafasi za tatu za pili, wanataka kuwa mabingwa. Huenda project yao ni kuwa mabingwa. Sasa kwa mabingwa tutaona sajili zao zitakuwaje. Kuna vitu vikumbuka, ningekuwa ndo mimi pale yule Kante wa Simba ningemnyoa. Kante kwa nini? Kante yuko na Kagoma pale. Mimi ningemnyoa tu. Alafu nenda kutafuta mtu mwingine. Kante kwa ana makosa gani? Mimi ningemnyoa tu. Kwa sababu eneo la Simba la kiungo kuna Kante. Tafuta kiungo mwingine. Kuna Kagoma. Kuna kitu na tafuta kiungo mwingine. Nabi na mnyoa, yani wote hao wanang'oka. Sasa Kante ana shida gani? Ana shida, wewe si mchambuzi. Au unataka kujenga Simba na unajua kweli kwa sababu unasema kuna kitu kinaitwa perspective. Yaani kuna kitu wewe unakiona kina hasara kidogo. Mwingine anakuambia pale kuna hasara 100. Sasa mimi ingekuwa tu mimi combination ya Kante na Kagoma. Kwa nini ungeiacha? Kwa nini umtoe labda anaenda nje anafanya rafu sana? Ningemnyoa tukatafute mtu mwingine imara zaidi. Deborah Fernandez Mabambo. Wewe sasa ndio ungeleta. Kwa sababu walishakuja watu wale wenye macho ya juu. Unajua kuna viungo ambao wanakuja Lasta macho ya juu wakina Okajefu unakumbuka Yaani anaonekana akiwa amevaa jezi unasema bonge moja na midfield. Yaani suka Lasta mchicha nini? Mimi hakuna kitu ambacho sikuelewa kama uondokaji wa Mavambo. Yaani sijui kwa nini aliondoka Mavambo. Alikosa nafasi. Alikosa nafasi Mavambo. Hebu fikiria vizuri useme upya tena. Wewe kama ukuona Mavambo baada ya goli la mechi za ufunguzi alivyokuja kucheza ligi kuu ulikuwepo. Hebu fikiria ukiachana bao lililomtambulisha. Nini kingine alikifanya? Sasa si nafasi. Yaani mimi bwana alikuwa bonge moja la kiungo. Kama sifa moja ya kiungo. Naiangalia kwenye jinsi anavyoskani maeneo. Yes, alikuwa vizuri sana. Bwana Mavambo, bwana mimi. Aliskani siku moja. Sio siku moja. Alikuwa apewi nafasi. Yaani nafasi alikuwa tu. Ndio kwa nini apewi nafasi? Yaani hapo ndio kuna shida. Kuna kwaga na vitu tu vingine. Yaani unajua kuna mtu anafanya kazi kwa niaba yako kwa muda huo. Mchezaji anaweza kawa bora sana lakini kuna vitu tu. Yaani huelewi kwa nini hachezi. Kuna mchezaji unaona kabisa kwa nini huyu hachezi. Debola aliondoka ni totally alionekana kama amefeli. Kwa sababu mwanzoni alivyokiwasha yule afisa habari wa Simba alisema yule hata tusimuite nani. Sikiliza moja ya shabiki wa Simba jinsi alivyokuwa anamtamka Mavambo. Yule anaitwa Dibla. Sio Debola. Anakuambia yaani useme yaani tamka vizuri ile jina. Ulikuwa unatakiwa ulitamke vizuri lakini unaona kabisa ni kama ujio wa nani? Unamkumbuka Dejan. Lete mzungu. Ndio wale. Dejan striker Simba lile. Mzungu mazingira alimkataa. Yaani mzungu si ndio. Wale makipa kutoka Brazil. Sasa hakucheza.
Kwa hiyo kwa pre-season. Yani kwa Simba kwa namna ambavyo ilikuwa tu walikuwa serious wale mjomba. So tena aliumia uje kumbuka kacho. Ndio nakwambia tayari wewe. Baada ya kuumia akaenda kumtafuta nani Musa Pimpini Kamara. Haraka bila shaka itakuwa ni huyo. Ilikuwa serious mtu bado siku mbili watu waanze safari ya kuja huku mtu anaumia anasema tutaye. Trial gani mtu anakuja Simba Day wanataka kuja nao hapa anaumia anasema try. Of course kama umeinsert hoja ya Arsene ya Arsene Kante kuondosha kwenye timu, lakini nikwambie tu mwalimu sijui kama ataenda Dar es Salaam Young Africans. Mwalimu aliyeenda na team pre-season, mwalimu wa kikosi cha Simba wa zamani namzungumzia alikuwa nani? Fadlu. Alisema miongoni mwa kiungo bora zaidi aliyewahi kumuona kwenye mazoezi ambaye alimtabiria atakuja kutisha na ataisaidia timu, alimtaja mtu mmoja anaitwa Arsene Kante. Ana nguvu miguuni, yani ana nguvu, huwezi kutoa mpira kizembe, lakini pia ana energy. Umeshawahi kumuona Arsene Kante amecheza dakika 90 kachoka, yanatembea ameinama, yani ka float kabisa, yani mambo hayaendi. Yani ni mtu ambaye ana energy sana ndani ya timu. Manake sasa kama mwalimu aliyekuwa na timu mwanzoni kwenye kikosi cha Simba alimzungumzia hivyo, means huyu ni aina ya mchezaji ambaye kwenye kikosi cha Simba. Unazungumzia Fadlu? Namzungumzia Fadlu ndio. Si ndio aliyesajili kikosi mwanzoni? Fadlu wewe simwamini sana. Fadlu alisema kwamba yeye